Mentor. The compound effect summary, tunaendelea leo, tupo chapter ya 5, influence. Sasa chapter hii kwa Kiswahili inamaanisha ushawishi. Kwenye maisha ya binadamu wote tunaoishi, tunashawishiwa na vitu tunavyovizunguka, tunavyovisikia na tunavyoviona. Nanielewa? Kwa mfano, mtoto akizaliwa kwenye familia za Kiafrika, wengi tunaamini aende shule, asome, apate afaulu vizuri, aajiriwe, alipwe mshahara mzuri, aje awe na maisha mazuri. Huo ni ushawishi ambao tumeingiwa kwenye vichwa tokea enzi ya ukoloni. Lakini nikwambia kitu kimoja, vitu vina ushawishi. Ushawishi unakuja kwa wewe utakavyoona, kusikia na kuvirudia vile vitu mara kwa mara. Kwa mfano, ukienda Roman Catholic, wanarudia utamaduni ule ule, kana kwamba mtu akiingia kusali vitu vipo kichwani. Huo ni ushawishi ashaingiziwa kichwani. Sasa kwenye tafsiri ya maisha ya kawaida iko hivi. Kama wewe ukiamka asubuhi tabia yako ni kuingia Instagram, kuscroll reel, TikTok, kuscroll reel, ukakutana na habari labda mtoto wa mtu kabakwa, sijui mfanyakazi kamtia mtoto kwenye fridge. Nini kinatokea? Ubongo wako unajihami, unatengeneza resistance kwa sababu ya ushawishi ule uona. Main purpose ya ubongo wa binadamu ni kusurvive, yani kuwin, survive is winning, yani kuwin ndio ubongo wa binadamu uko hivyo. Kwa hiyo ukiona taarifa sijui mtu kabakwa, sijui mtoto kafungiwa kwenye fridge, ubongo wako unataka kusurvive. Nini? Utakuwa uko kazini unawaza mtoto wangu asije katiwa kwenye fridge na mfanyakazi. Unanielewa? Kwa hiyo you are affected by what you see. Kuna mstari hapa, kuna chapter moja hapa imeelezewa, inaambiwa don't drink that water, usinywe maji machafu, kwa sababu wanasema hivi, whatever you allow yourself to hear and see will affect you. Kitu chochote utakachokiruhusu kukiona na kukisikia kitakuathiri. Wanawake wanaathiriwa sana na vitu wanavyovisikia, wanaume tunaathiriwa sana na vitu tunavyoviona. Kwa mfano, mwanaume akiona mke wake kamchiti ataathirika, ile kitu haitaondoka kichwani, avoid. Mwanamke akisikia mtu kamsema, lile kitu hakitaisha, kitabaki kichwani kwake kila siku. Kwa hiyo nini unashauriwa? Inabidi ujiposition, yani ujiwekee vitu vya kuvisikiliza na kuviona, ujiprogram mwenyewe, ndio ubongo wako utakaa vizuri, utakuwa clear. Kwa sababu chochote utakachokiona kinaweza kikakuathiri kwenye wewe unavyofikiri. Kuna msemo mmoja unasema, the more you feel on something it's more like to happen. Yaani ukiogopa kitu fulani sana kitatokea, mara asilimia kubwa kinatokea. Sio kinatokea kwa sababu ni msemo, kinatokea kwa sababu ubongo wako unaishi na hofu na mawazo. Yale mawazo yana influence, yana ushawishi ubongo, vile vitu current unakuta vinafanyaje, vinatokea. Unaelewa? Hii chapter inaendelea, asema kuna mfano mzuri ulitolewa hapa wa glass ya soda na maji. Unafundisha mtoto akizaliwa anakuwa hajui lugha yoyote. Kali anavyoishi anaingiziwa vitu vipya kichwani na program mpya kichwani. Kwa zile program ndo zitakazo determine awe nani. Ni sawa sana wewe.